Mtazamaji wa Rabi TV, karibu sana kwenye kipindi cha Maarifa. Hiki ni kipindi maalum kwa ajili ya kuletea wewe maarifa mbalimbali ambayo yatakusaidia, lakini pia wewe utakuwa mwalimu kwa wengine kwa yale ambayo utakuwa ukijifunza hapa. Na leo niko na mgeni maalum kabisa, anaitwa Inspector Samuel Kihongole. Yeye atatupitisha hatua kwa hatua tunapozungumza kuhusu masuala ya kikatili, ukatili wa kijinsia ni nini hasa. Lakini jeshi la polisi, kuna dawati, tunafahamu dawati la jinsia linafanyaje kazi, utaratibu wa kuripoti ukoje? Je, ni kweli kwamba wanaume wakienda kuripoti kama amepigwa na mkewe, kupokelewa kwake msaada kwa mwanaume unakuwa mdogo tofauti na anavyoenda mwanamke? Yote tutayafahamu hapa. Karibu sana, mimi wacha nimkaribishe akusalimu, alafu tutazungumza mengi zaidi. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kama ilivyotambulishwa, anaitwa Inspector Kihongole. Lakini pia ni mhandisi. Okay. Mhandisi kwa upande wa automotive. Ikiwa na maana kwamba ni mtaalamu kwenye masuala ya mitambo. Ni zao la kutoka kwa upande wa O-level, nilisoma shule ya Ihanu sekondari, baadaye nikahamia shule ya Sawa sekondari VST, yani Village School Tanzania. Advance nikasoma Songea Boys, yani shule ya wavulana Songea, yani box 2. Na chuo nikasoma chuo cha usafirishaji NIT kwa mwaka 2014 nilisajiliwa. Baadaye nikatoka kidogo mwaka mmoja kujiongeza kidogo kwa ajili ya kazi. Baada ya kupata kazi nikafanya kazi kwa muda wa miezi 4. Nikarudi tena masomoni, nikawa nafanya kazi kunasoma nikitokea Kibiti. Miaka 4. Sawa, kabla hatujasogea hapa kwenye kamera, nilikuwa nazungumza na inspector, akaniambia yeye anasimamia dawati la jinsia kule Kibiti. Watu wamekuwa wakisikia sana haya masuala ya jinsia, na watu wanafahamu kwamba kuna dawati la jinsia ndani ya jeshi la polisi. Wanajua. Lakini swala la majukumu yake na namna linafanyaje kazi, kila mmoja analichambua kwa namna yake. Na bahati mbaya sana mtaani kuna daktari ambaye hakwenda shule. Nikisema hivyo namaanisha mtu anajifanya anachambua magonjwa, utadhani aliwahi kwenda kusomea. Na wanatokea watu wanamwamini. Yule jamaa alikuwa anasema pale kwenye draft, ukumsikia? Anasema bwana, vipele vikikutokea ukipaka mchanga ukifanya hivi. Sasa kwenye masuala ya utendaji wa dawati la jinsia ndani ya jeshi la polisi, wewe uko kule Kibiti. Hebu tufafanulie hili dawati la jinsia linafanyaje kazi, utaratibu wake wa kufanya kazi ukoje hasa? Asante. Labda nifafanue kwa asiyefahamu ili aweze kunielewa kwa uzuri. Dawati la jinsia tunasema ni kitengo maalum ndani ya jeshi la polisi. Kinafanya kazi kwa kufuata miongozo na kanuni ya majukumu ya jeshi la polisi. Tunafahamu kazi zetu maalum jeshi la polisi, kazi yetu ni kuzuia au tuseme kwa jumla ulinzi wa raia na mali zao. Ndio. Ambao tunasema tunakamata, tunapeleleza, na pengine tunapeleka wateja mahakamani kwa ajili ya kwenda kupatiwa haki. Kwa sisi tunafanya kazi kama ilivyokuwa taratibu zile za kijeshi, unaona. Ni kitengo ambacho kimezaliwa ndani ya yale majukumu mama ya jeshi la polisi. Tunasema Cap 322 inatuongoza. Ni sheria na miongozo ya jeshi la polisi. Lakini pia tuna msaafu nasema PGO, Police General Order. Ndio inaelekeza majukumu ya nini? Jeshi la polisi. Ikiwemo ni kukamata, kuhoji,
kumwandika maelezo mteja, hatusemi mtumia, sasa hivi tunasema ni mteja. Mteja kama yuko sehemu nyingine. Kwa hiyo ndo majukumu yetu hayo. Lakini kwenye upande wa dawati la jinsia, kwa sababu tupo ndani ya, tumetokana na jeshi la polisi lile. Ndio. Si ndio? Kwamba tunasema ni kitengo kilichotokana na yale majukumu ya jeshi la polisi. Kwa hiyo tunafuata misingi ile ile ya jeshi la polisi. Tofauti yake ni nini? Kwamba dawati hili lina maofisa maalum waliopewa elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii. Okay. Kwa maana ya wanaume, wanawake na watoto. Kwa hiyo mwanamke akifanyiwa ukatili, akija kituoni, akiripoti kama mteja, tutamhudumia. Mwanaume akifanyiwa ukatili, akiripoti, tutamhudumia. Likewise kwa mtoto. Na watoto tunasema wenyewe wanafanyiwa aina ya ukatili wanaofanywa wale watoto ni unyanyasaji. Kwa Kiingereza tunasema dawati kwa jumla yake tunasema ni GBV and VAC, akiwa na maana kwamba gender based violence and violence against children. Okay. Kwa sababu ukatili unaofanywa mtoto ni tofauti na ukatili unaofanywa mtu mzima. Nikiwa na maana kwa mwanamke na mwanamume. Lakini pia watoto saizi tunaona wanalawitiwa. Watoto wa kiume wanalawitiwa. Zamani concentration kubwa ilikuwa ni kwa watoto wa kike, ndio maana unaona kuna siku ya mtoto wa Afrika. Tunafahamu kesho tunakwenda kuadhimisha kila tarehe 16 ya kila mwaka tunaadhimisha maadhimisho hayo ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii ni kwamba kusiwe na ubaguzi kwenye haya majambo. Watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume wote ni sawa. Wanatakiwa watendewe mambo sawa sawa, walindwe sawa sawa. Yaani jitihada zisielekee tu kwa mtoto wa kike na wa kiume alindwe, sababu tunaona watoto wa kiume sasa wanalawitiwa